Yesu asifiwe wapendwa. Kwa majina naitwa John Kasilula mafuta. Ninaye hapa rafiki yangu anaitwa Hadi. Sisi ni waamini wa kanisa la FPCT Kambini Nyarugusu. Mimi hapa ni mwinjilisti. Leo ningependa tuzungumzie kidogo kuhusu maneno ya Mungu katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 1 hadi ule wa 3. Neno langu la siku ya leo nitazungumzia kidogo kuhusu zile heri 8. Heri 8. Lakini kwa ubovu wa bahati leo tutazungumzia heri moja tu kwa sababu ya mida. Ndiyo, tusome maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 1 inasema hivi. Naye alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. 2, akafumbua kinywa chake, akawafundisha akisema. 3, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Amen. Hapa ni mahubiri ya Yesu akiwa pale mlimani. Alizungumza kuhusu heri 8, lakini nitafundisha kuhusu hii heri ya kwanza. Amesema kwamba heri walio maskini wa roho. Maskini wa roho ni yule mtu ambaye ana nia ya kulijua neno la Mungu, lakini kwa sababu amesongwa na shida mbalimbali, mtu anakosa nafasi ya kujifunza neno la Mungu, mtu anakosa nafasi ya kulijua neno la Mungu. Huyo mtu ana heri. Mfano ulio hai, kuna watu wanaishi katika jamaa ambao anazungukwa na Waislamu. Sasa mtu huyo anakosa ule mwanya wa kujifunza neno la Mungu, lakini ana shauku na nia. Kuna mara anajiiba hata muda kwa kwenda kusoma neno la Mungu, lakini anakwepa ile jamii inayomzunguka wasijue. Lakini mtu huyo Yesu amesema kwamba ana heri. Na mimi nikwambia ndugu yangu, uwe mtu ambaye una shauku ya kulisoma neno la Mungu, kwa sababu ipo thawabu ambayo inaandaliwa kwa ajili ya mtu wa namna hiyo. Anatuambia hapa, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Watu wa namna hiyo, ufalme wa mbinguni umeandaliwa kwa ajili yao. Amesema tena Yesu mwenyewe katika hiki kitabu cha Mathayo sura ya 3 pale anasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wauteka. Sasa ndugu yangu, watu wa namna hii ambao wanashauku kulisoma neno la Mungu, wanashauku kulijua neno la Mungu, lakini hawana kibali, watu hao wana heri na ufalme wa mbinguni ni kwa ajili yao. Mungu akubariki sana kwa neno hili la jioni ya leo, na ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Goodbye.